niliwahi fanya pia nyimbo zingine nilipokuja Kisii ambazo zilikuwa nyimbo 7. Yes. Mpendwa, nyimbo 7. Hizo zilikuwa zinaitwa vipi? Hizi za kawaida tu. Za kawaida tu. Hizi za waimbaji wa kawaida ambazo secular ama no, bado gospel. Yeah, zilikuwa lakini gospel. za on composition. Yeah, on compo, yeah. Yes. Na nini ilikufanya ukaacha on composition ukakuja kwa country music? Okay, katika mwaka wa 2016 nikiwa ninaimba katika kwaya ya Ventageta. Naam. Tulipata mwaliko wa kwenda sehemu moja inaitwa Mwembe. Naam. Pale Mwembe nikawa sasa baada ya mahubiri ndipo hawa waimbaji wa kibinafsi wanaweza pata muda na watu tulikuwa tunakula pale alafu tunaimba hadi jioni. Kwa hivyo nikawa nimeimba pale nyimbo zangu 2 tu. Alafu ikafika saa 8 hivi kuna mwimbaji mwingine akaja anaitwa Farike. Sasa nimekuwa nikipenda nyimbo za ng'ambo ambazo ni hizo country music. Maana kuna mmoja wa wafanyabiashara ambaye anaitwa San Henry ambaye aliwahi fungua duka la hizo nyimbo za ng'ambo. Hizo hasa alikuwa anaweka Geita vocal band. Sasa ningepita huko jioni saa 1 hivi ningekaa angalau dakika 5-10 nikiwa ninatazama nikisikiliza, maana alikuwa anaziweka hizo zenyewe. So ningepita huko nisikilize nikiwa nimechoka kutoka shule, angalau napata amani na nguvu za kutembea tena kwenda kwa nyumba. Sasa siku hiyo nikawa nimempata kumuona huyu ndugu akiimba vile nimekuwa nikitazama. Sasa nikawa nimepata furaha sana. Nikawa baada ya kumaliza aliimba wimbo mmoja ambao nilikuwa ninaupenda kuimba sana. Unaweza kukumbuka? Alikuwa anaimba sinji ya rahisi ya kwenda mbinguni, miba mingi safarini. So nikaupenda sana. So baada ya kumaliza nikaenda nikazungumza naye, ndugu yangu, naomba niongee nawe. Akasema naweza zungumza na mimi. Nikamuuliza, nikamwambia mimi naitwa Maombi. Kwani kwetu ni Ukuriani. Nawezaje nikajua kuimba hivyo? So akawa amenieleza, akawa ananitia moyo. Ananiambia you just be listening to this music and ukifanya practice. So nikawa ninafanya practice katika huu muziki. Nikawa ninafanya mazoezi, nazungumza na yeye. In fact amekuwa rafiki wa karibu sana katika kunisaidia kuimba. Kwa hivyo niseme kwamba yeye ndio role model wako. Amekuwa role model katika uimbaji wa country music. Kuna mtu ambaye pengine ajui nini country music, vile wewe umeelewa country music ni nini? Okay, country music vile ninaielewa kwamba ni muziki kama muziki mingine ambao unaimba tofauti kidogo na hizi nyimbo zingine. Kwa mfano country music unaweza imba ukiwa umetulia. Haina vile unaweza imba ama umewekwa marching. By the way, sijawahi ona vile unaweza marching kwa country music. Na mara nyingi unapoimba hizi nyimbo za tenzi, nafikiri tunazielewa, ambazo zinaitwa nyimbo za Kikristo kwa lugha yetu sisi, ama hymns. Unaona hymn nikianza kuimba hata ukiwa na matatizo unaona matatizo yakiondoka. So ni mfanano wa nyimbo hizi za country music. Na hizi country music hazina mipaka. Unaona? Zinaweza imbwa popote pale bila namna yoyote ile ya mipaka. Yes. Kuna mavazi rasmi ile ambao waimbaji wengi wanafanya nyimbo za country music huwa wanayavaa. Yes. Ikiwa kwamba ni kofia ile ya nadhani moja hapo ni hizi kofia mpendwa. Kuna hizi kofia mnapoimba nyinyi waimbaji wa country music huwa mumezivaa. Pengine utaweza kuivaa ndio. Wacha niivaa. Sasa ndio cowboy mwenyewe. Unaonekana vizuri. Asante sana. Kama sasa kuwa cowboy mwenyewe. Na unapoimba hivyo unajisikia vipi? Kama umevaa kofia na unaimba sasa nyimbo.
siwezi kichizi vibaya, lazima na chizi vizuri. Waanzilishi wa huu muziki walivaa hivyo. Kwa hivyo ili na wao waweze labda kuheshimiwa kwa sababu ni kitu walichokianzisha, inakuwa hivyo. Lakini haivaliwi mpaka kanisani. Inabidi tukifika kanisani na tunampa Mungu naye heshima yake. Kwa hivyo tunapokuwa tunaimba katika hizi sehemu zingine event, ndio utaona tumevaa kwa namna hiyo. Lakini wakati tuko katika huduma ya Bwana, inafaa tufae kama vile inafaa kuvaliwa. Unapata kwamba wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana kwamba mtu anaimba wimbo wa kanisa ambao lakini hajautenganisha na country music. Unapata kwamba most ni hymnals ambazo mnaimba kwa njia ya kupeleka polepole na pengine kwa kupeana illustration ya wimbo huo. Na vile vile huwa wanapenda kuvaa jeans na saa na boots. Pengine siku nyingine utaja kwenye interview hapa kwenye Skiza Show tuweze kuelewa sana kuhusu country music. Wimbo wako wa kwanza kuimba ni upi? Wimbo wangu wa kwanza katika hili, kuna rafiki yangu na aliweza kuaga. Na sasa baada ya kufanya practice ya hizi nyimbo takriban miaka 6-7 hivi, kwa sababu tulikutana Farike 2016. Kidogo. Practice miaka 6? Takriban miaka 6. Maana tumekutana mwaka 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hivi sasa ndio naanza sasa. Sasa ndio ninaanza. Kwa hivyo katika hii miaka yote nimekuwa nikijaribu, bado nasikia haijakuwa. Kwa hivyo rafiki yangu mmoja akawa ameaga, ambaye alikuwa rafiki wa familia sana, na mimi amenichukulia kwa muda mrefu kama mtoto wake. So nilishindwa cha kwenda kupresent kwake. Ikabidi niwe nimeimba wimbo mmoja huo ambao ulikuwa unaimba kwa kumtaja yeye. Na siku hiyo nilipokuwa nimeuimba, niliimba zingine studio lakini hazikuwa zimetoka. Na huo wimbo nilipouimba ukawa kidogo watu wameanza ni nani kupenda, ni nani huyu? Nani ameimba? Nikajua kumbe ninaweza anza kuimba. Labda huu ndio muda sasa wa kuanza kuimba. Nikaja pia nikaimba wimbo mmoja unasema You Raised Me Up, katika lugha ya nyumbani. Pengine nikupe dakika moja tuimbe wimbo. Okay. Hanonde hanse koro yane ya babayera, hanwinyani yacha koro yani ndito, ngukirande daganya ko bunyoheru, kuhika uche obe hamwe na uni, wanyimukira nimere guchinguku, wanyimukira kumiriro ginyancha, nini chinguru anoringi hamwe nauni, wanyimukira anontakaika. Rudia kibwagizo chorus. Wanyimukira nimere guchinguku, wanyimukira kumiriro ginyancha, nini chinguru hanoringi hamwe nauni, wanyimukira anontakaika. That's wonderful. Thank you so much. I can know that that's a translation of You Raise Me Up. Am I wrong? Yeah, that is You Raise Me Up. So that could be one of the songs that you did. Skiza Show.